Unafuga kuku wa kienyeji na unajiuliza ni kwa namna gani utapunguza gharama ya chakula ili kuongeza faida? Au wewe ni mfugaji na umekuwa ukiwapa kuku wako pumba kama chakula chao? Basi kwenye video ya leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza chakula cha kuku wa kienyeji chenye virutubisho vyote muhimu na kupunguza gharama ya chakula kwa zaidi ya 50%. Karibu Rashi Poultry Farm. Hapa utajifunza kila kitu kuhusu ufugaji wa kuku wa kienyeji. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, basi usisite kubonyeza button iliyoandikwa subscribe na uwashe kengele ili usipitwe na tips mbalimbali za ufugaji wa kuku wa kienyeji. Katika ufugaji wa kuku wa aina yoyote ile, chakula ndio huchukua takriban 70% ya uendeshaji wa mradi wote. Ukipunguza gharama ya chakula ni sawa na kuongeza faida kwenye mradi wako. Na pia usipowapa kuku wako chakula chenye virutubisho vyote, kuku wako watadumaa, utapata vifo vingi vya vifaranga na utagaji duni wa mayai. Kabla hatujaenda moja kwa moja kwenye formula itakayokusaidia kupunguza gharama ya chakula kwa 50%, tuangalie virutubisho vinavyohitajika, faida zake kwa kuku wako na vinapatikana kwenye nini. Kuku anahitaji virutubisho hivi 6 muhimu. Kila kimoja kina kazi yake maalum na hakuna kinachoweza kubadilishwa na kingine. Kirutubisho cha kwanza ni protein. Kazi ya protein ni kujenga misuli na kumsaidia kuku kukua, kutengeneza manyoya, mayai na kusaidia kinga ya mwili. Vifaranga wanahitaji protini nyingi zaidi ukilinganisha na kuku wakubwa. Hivyo 18 mpaka 22 kwenye chakula cha vifaranga na 15 mpaka 16 kwa kuku wakubwa. Protini inapatikana kwenye dagaa au uduvi au vumbi la dagaa, lakini pia inapatikana kwenye soya, inapatikana kwenye mashudu yote unayofahamu, iwe ni mashudu ya pamba, ya alizeti au kwenye unga wa black fly soja. Kirutubisho cha pili ni wanga. Kazi ya wanga ni kuupa mwili nishati na joto. Nishati hii humsaidia kuku kufanya kazi zake za kila siku. Bila nishati ya kutosha kuku wako watadumaa. Wanga inapatikana kwenye mahindi na nafaka zingine zote kama mtama au uwele, lakini pia kwenye pumba ya mahindi, pumba ya mtama, pumba ya ngano au mihogo iliyokaushwa. Kirutubisho cha tatu ni mafuta. Kazi ya mafuta ni kusaidia vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K kufyonzwa vizuri mwilini na kulainisha manyoya, lakini pia kuupa mwili joto na nguvu zaidi. Mafuta yanapatikana kwenye mashudu yote ambayo unayafahamu, yawe mashudu ya alizeti, mashudu ya pamba, mashudu ya karanga, mashudu ya ngano au soya ya mafuta. Kirutubisho kingine ni madini. Yapo madini mbalimbali na kila madini yanayohitajika kwenye mwili wa kuku yana kazi yake maalum. Mfano, madini ya calcium ni kuunda ganda la yai na kuimarisha nguvu za mifupa. Madini ya phosphorus ni kufyonza vizuri calcium na kuifanya ifanye kazi. Lakini sodium na chloride zinazopatikana kwenye chumvi ni kwa ajili ya kuupa mwili usawa na hamu ya kula. Madini haya yanapatikana kwenye unga wa mifupa au chokaa ya mifugo, chumvi au maganda ya yai yaliyokaushwa na kusagwa. Kirutubisho cha tano ni vitamin. Mwili wa kuku unahitaji vitamin mbalimbali, na mfano vitamin A ina kazi yake, inaimarisha uoni wa macho ya kuku na kinga ya mwili. Vitamin B nishati na ukuaji. Vitamin C kupunguza msongo wakati wa joto kali na baridi kali. Vitamin D ni kufyonza madini ya calcium na vitamin E ni kuboresha uzazi na kinga ya mwili. Nikisema kuboresha uzazi na maanisha kuku wako, mayai yatakayotagwa na kuku wako yatakuwa na uwezo mzuri wa kuanguliwa. Vitamin inapatikana kwenye majani mbalimbali ya kijani, mfano azola, moringa, mchicha au hydroponics. Lakini vile vile unaweza kupata kwenye carrot zilizosagwa au
dagaa au pumba ya ngano. Na kirutubisho cha 6 ambacho ni kirutubisho kinachopatikana bure ni maji. Kazi ya maji ni kuyeyusha chakula na kubeba virutubisho vyote mwilini, kudhibiti joto la mwili na kuunda yai. Kuku wako wakikosa maji kwa masaa 4, watapunguza utagaji ndani ya siku 2 mfululizo. Kwa hiyo maji ni kitu cha msingi na cha kuzingatia sana kwenye mradi wako wa kuku. Lakini pia uwape maji safi na salama. Usiwape maji ambayo hata wewe hauwezi kuyanywa. Mpaka sasa huna sababu ya kutumia pesa nyingi tena kwa chakula cha kuku. Virutubisho vinavyohitajika vipo kila mahali. Sasa twende tukajifunze formula itakayokusaidia kupunguza gharama za chakula kwa 50%. Katika formula hii tunahitaji vitu viwili ili kukamilisha formula hii. Moja ni chanzo cha wanga, ambapo unaweza kutumia pumba ya mahindi au pumba ya ngano au mchanganyiko wa pumba na mahindi paraza. Na kitu cha pili ni concentrate. Concentrate ni nini? Concentrate ni mchanganyiko maalum uliobeba virutubisho vilivyokolezwa kwa kiwango cha juu sana. Concentrate inakuwa tayari imeshaandaliwa na viwanda vya chakula cha mifugo na inajumuisha virutubisho vya hali ya juu vya protini, madini, amino acids pamoja na enzymes. Concentrate sio chakula kamili kinachojitegemea, kwa sababu ukiwapa kuku concentrate yenyewe kama yenyewe inaweza kumdhuru kuku wako. Badala yake, mfugaji anapaswa kuchanganya concentrate na vyanzo vya nishati, yani inamaanisha vyakula vya wanga vinavyopatikana kiurahisi. Ukishakuwa na vitu hivyo viwili, yani concentrate na vyanzo vya wanga, unapaswa kuvichanganya katika ratio utakayoshauriwa na mtengenezaji wa hiyo concentrate. Au unaweza kutumia ratio ya 1:2, ratio ambayo tunaitumia hapa Rashi Poultry Farm. Ratio hii itakupa matokeo mazuri na bado utaokoa gharama kwa 50%. Nikisema 1:2 inamaanisha kilo 1 ya concentrate ichanganye na kilo 2 za wanga. Yani kama ni pumba kilo 2 au kama ni mchanganyiko wa pumba na mahindi kilo 2. Mfuko wa kilo 25 wa concentrate, tafsiri yake unapaswa kuuchanganya na kilo 50 za chakula cha wanga. Either ni pumba au ni mchanganyiko wa pumba na mahindi paraza. Jinsi ya kuchanganya: pima pumba au mchanganyiko wako kilo 50 au tumia ndoo kubwa ya plastiki na upime ndoo 5. Kisha juu yake weka zile kilo 25 za concentrate na uanze kuchanganya kama ambavyo mafundi wanachanganya mchanga na simenti. Unaweza ukatumia chepe au ukatumia mikono yako kama ambavyo nachanganya katika video hii. Baada ya kujiridhisha mchanganyiko wako umechanganyika vizuri, basi pakia kwenye viroba na uhifadhi mahala ambapo ni pakavu lakini kuna mzunguko mzuri wa hewa, na usiweke mfuko wako chini kwenye sakafu. Weka juu ya vibao ili kuzuia ubaridi ule unaopatikana kwenye sakafu. Tumewezaje kupunguza gharama ya chakula? Twende kimahesabu. Mfuko mmoja wa chakula cha kuku wanaotaga au grower mash au layer mash unauzwa kati ya 55,000 mpaka 60,000, na hizo ni kilo 50 kwa bei ya jumla. Lakini ukitumia formula hii ya concentrate pamoja na pumba debe moja linauzwa shilingi 5,000, manake madebe 5 au madumu 5 yanauzwa shilingi 25,000, na concentrate kilo 25 inauzwa shilingi 25,000. Ukichanganya michanganyo hii utakuwa umepata jumla ya kilo 75 lakini kwa shilingi 50,000. Lakini kama ungenunua mfuko wa chakula moja kwa moja kutoka dukani, ungetumia shilingi 55,000 mpaka 60,000 kupata kilo 50. Ukichukua utofauti, kilo moja ya mchanganyiko wetu tuliotumia concentrate na pumba tunaipata kwa shilingi 670, lakini kilo moja ya mchanganyiko wa chakula cha dukani unapatikana kati ya 1,000 mpaka 1,200. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Unahitaji kupunguza gharama ili kuku wako na ubora, au unahitaji kuwapa pumba kuku wako wadumae na kufa kwa ajili ya magonjwa mbalimbali. Lakini kama unahitaji kupata formula ya kutengeneza concentrate yako mwenyewe, comment neno concentrate na nitaandaa video ya kuchanganya concentrate katika kipindi kijacho. Lakini kama video hii imekufumbua macho, basi usisahau kulike, kushare na wafugaji wengine
kusubscribe ili usipitwe na video nyingine ya kuelimisha kuhusu ufugaji wa kuku wa kienyeji. Mimi ni Hamisi Rashidi na hii ni Rashi Poultry Farm. Tunafuga kwa maarifa, tunazalisha kwa faida. Tukutane wakati mwingine.